Juzi wiki iliyopita nilikwenda kumnunulia mzee Gwajima gari. Nilikuwa namnunulia gari ya pili. Niliwahi kumnunulia gari nyingine, nilikuwa nimeamua kumnunulia gari ya pili. Nikamwambia mzee, mimi nakupa uendeshe gari, wewe hukunipa gari. Mimi nakupa wewe uendeshe gari. Umaskini huu unatoka kwenu huko, kwa wazazi wako huko. Nataka tukate ngebe ya umaskini na kununulia ya pili. Na nimnunulia ya kwanza, nilikuwa namfundisha kuendesha mwenyewe endesha. Hawezi kuendesha, ni mzee ana miaka 92 sasa. Anakata kona, unaniambia kata kona hivyo hivyo. Lakini umaskini wetu sisi sio kwamba tulikosea, it is genetical. Ni kwa sababu tangu kwa baba hawana, mjomba alikuwa hana, utapataje wewe? Unachotakiwa kupambana nacho, it is to break the chains. Yaani ile minyoro ya familia, unasema kwamba kuanzia sasa umaskini mwisho hapa. Ruth akitaka kuwa maskini apende mwenyewe. Gideon na Neema wakitaka kuwa maskini apende wenyewe. Lakini hawawezi wakawa. Wanawezaje kuwa? Yaani ni impossible. Yaani impossible. Yaani impossible of the impossible. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimekata umaskini mwisho hapa. Mwisho hapa. Na nilipokuwa najenga nyumba ya kuishi sasa hivi ndio nawaza upya. Nilikuwa najenga nyumba ya kuishi ghorofa 3. Tatu si 4, 1, 3. Ya 4 sasa. Lakini ilikuwa ya kuishi. Baadaye nikawaza what am I doing? Mbona nyingi sana? Matokeo yake tunaishi ya kwanza, zile ya pili huku juu na huku juu hamna mtu. Kwa sababu nilikuwa nataka I wanted to make sure umaskini unaenda mbali kabisa. I wanted to make sure kwamba sitaki kuona hata harufu. Ndio maana mimi siku zote nilikuwa naendesha gari ya Kimarekani. Hama Chevrolet, nataka ni gari ambayo inatumia mafuta lita 1 kilomita 2. Yaani unaweka pipa ukitaka kwenda Dodoma unaweka pipa la mafuta. Niwaambie wenzangu, mimi nataka gari ile wanaoendesha Marekani wenye hela, na mimi nataka niendeshe hapa. Sitaki mambo ya kijinga hapa. Naelewa Sasa nilipokuwa nafanya crusade nchi nzima, spare ikiharibika inabidi ufuate Marekani. Nachukua muda, nasema nunua angalau Toyota Land Cruiser zingine ziwepo. Kwa ajili ya kwenda polini na mahali pengine. Lakini nataka kuambia hivi, umaskini wetu sio kwa sababu tulikosea, tumezaliwa nao. Baba hana, mjomba hana, shangazi hana, kila mtu hana. Wewe ndio unapambana eti kupitia elimu. Eti kupitia elimu. Eti kupitia elimu uwe tajiri. Sahau. Mimi nimesoma elimu, ila elimu haikutajirishi. Elimu inakuandaa kwenda kuajiriwa ili upate mshahara wa kula, kunywa, kulala, kulipa kodi ya nyumba. Basi kila anayetaka kutajiri haupatikani kwenye kuajiriwa. You cannot be rich by being employed. Never. Kama uko njia, kwa sababu njia za kuajiriwa kuongeza pesa ziko 3. Kwanza, una diploma, umeajiriwa TANESCO. Unaona, mwana silipi vizuri, nikaongeze elimu. Unapata degree. Halafu unaanza kuambia jamani, pandisheni ngazi ya ngazi ya mshahara na degree sasa hivi. Wanakupandisha. Unabaki hapa. Unasema nikasome masters. Kasome masters, unapeleka jamani, siku hizi na masters jamani, wanakupandisha. Baadaye nikasoma PhD. So PhD unarudi jamani, siku hizi I'm a doctor. Wanakupandisha. Hakuna elimu ya kusoma ili uwe professor. Haipo chuo cha kusoma ili uwe professor. Unafanya publications tu. Unatafuta journal ya kimataifa, unapeleka publication. Sasa umeishia hapo, hakuna zaidi ya hapo. Umeshapanda elimu mpaka juu, hakuna zaidi ya hapo, kuna cha kusoma. Kwa hiyo ukifika mshahara umeisha hapo, milioni 2 kwisha.
Aina ya tatu, kubadilisha kampuni. Pamoja na udokta wangu huu, si hapa wanilipi vizuri, na hamia Vodacom. Kule wanalipa milioni 2.5. Vodacom na penyewe, bwana nimepata Airtel milioni 2.7, unahamia pale. Bwana Mungu amenisaidia bwana, nimepata kwenye madini ngapi? Milioni 4, unahamia pale. Method ya pili ni kubadilisha tu hivyo. Method ya tatu,